Maisha yangu yalikuwa magumu sana, tena sana zaidi. Kwani wazazi wangu walifariki nikiwa bado mdogo. Ijapokuwa baba yangu ndo alikuwa chanjo ya kifo kyao. Kwani alikuwa tajiri, lakini hakuridhisha vijakazi wake kwa mshahara. Ilikuwa majira ya saa 11 akahisi kuwa ameondoka kazini yeye mwenyewe. Kumbe nyuma yake kulikuwa mabandia na walikuwa vijakazi wake. Karibu mume wangu. Ndio mke wangu. Vipi? Salama. Nelson yuko wapi? Nelson yuko huko juu. Okay. Nelson? Nelson! Ah, Lewis! Karibu sana. Kama ni pesa, bora chukua. Pasi la kuniua. Tafadhali mwanangu Nelson. Bado mdogo Lewis. Sasa utakapoongea kama malaika kwa muda huu, alafu tutakuumia. Nisikilie huruma. Kama ni mwana wako Nelson akabaki yatima, sisi haituhusu. Yes, utakapofariki itabaki shauri kwa matajiri wanaotesa wafanyakazi wao kama wewe. Niko tayari kuwapatia nusu za mali zangu ukiacha nafsi yangu hai. Tatizo ni kwamba mke wako anatufahamu sisi. Zuma, mimi naona muda unayoyoma bwana. Lengo letu lazima tutimilishe. Lazima nyinyi wote mufe. Moja, mbili, Please. tatu, Zuma. ini. Na hapo ndo mimi Nelson nikaanjia maisha yangu ya umaibobo. Kwani sikuwa na fursa ya kumpata aliyenihudumia kisa kifo kia wazazi wangu. Ingalau baba yangu mdogo alifanya juu chini kwa kunitafuta, lakini hakupata mazingira wapi mabandia walinipeleka.
Na nini? Vipi? Kulikoni? Mbona ukimya unazidi? Navyoona ina maana mna tatizo. Kwanza kwako wewe Nelson. Yes. Kama una shida, tuambie. Mwenyewe nimeligundua. Nelson, bora utuweke wazi. Nini kinakusumbua? Samahani sana rafiki zangu. Bila samahani. Naweza kuwa swali? Yes, ongea. Hamna shida. Hivi Patrick, Bives, mnapochunguza makuli kudadisia, iko ni nani ambao wataweza kuishi kweli? Yaani siku zote kupora mali za watu ndio kazi yetu, si kama binadamu. Bora mchunguze bwana. Tuchunguze. Kumbuka, ukiwa na lengo ya kupita mlango kwa mlango kumtaani ili uombe msaada, huwezi kupata hata 50. Ijapokuwa mali za Kongo zinaliwa na wafisadi na wanasiasa. Sasa sisi kazi yetu ni kuzipora tu. Huo ni ukweli. Ndivyo kabisa. Na kwa taarifa lako, hatukuwa na haja ya kuwa maibobu. Ila ni wanaserikali wetu. Na tena kumbuka, na ufikirie vizuri. Umeondoka nyumbani kwenu ama umebaki yatima ukiwa na umri wa miaka 4. Nasema miaka 4. Wewe kwa kufikiria yako umedhamiria kwenu kumebaki bila mtu. Lakini ana vipesa baba, na amelichukua kimabavu. Tena si wewe binafsi. Tazama jiji la Beni. Leo humo maji yanakuwa na thamani kupita damu ya mtu. Na wanasiasa ni kutupa pole tu. Samahani sana rafiki zangu. Bila samahani. Bora kweli niweke wazi. Yaani huu muda si muda wa watusi wanasiasa wetu. No. Lakini bora tuchunguze na kutazama gizani, basi tuwasaidie ili tujue nini chanzo cha mauaji pa Beni. What? Yes. Mimi kujiunga na serikali? Wewe ni mjenga kweli. Kumbuka, unakaa barabarani, unakesha hapa, huna hata chakula. Kumbuka mwenzangu, mtoto wa yule mwanabunge saizi yuko Amerika, Ufaransa, kuendeleza shule. Wewe unasoma kweli? Asa mimi nijiunga na hiyo serikali? Ndoto. Mjinga wewe. Pengine ujiunge nao wewe mwenyewe. Mwao hata mjinga. Nelson, Nelson. Wewe nani? Nelson. Ni historia ndefu. Ila nakuomba tu nipe muda mchache tuondoke na wewe. Mimi? Kuondoka na wewe? Sipo tayari. Kwani sikujui? Nelson, sina nia mbaya kwako. Nina haja tu ya kukusaidia. Aha. Kama kabisa kule baba unaja kuwasaidia watu, nenda kumtani. Kwani wanyonge ni wengi sana, tena sana zaidi. Lakini sio mimi. Na bora nikuache. Nelson. Nelson. Baba, unamjua ule? Ndio mwanangu. Namjua. Basi tuondoke. Bives. Bives. Naam. Nelson. Nelson. Nimekuja na chakula. Kumbe tulala tumelala. Ndugu zangu, maisha yetu ipo hatarini. Kula kwa shida, kulala kwa shida. Lakini kuna siku serikali yetu itawakumbuka mayatima. Yes.
Huu ni ukweli. Maana umoja ni nguvu, tena utajiri. Yes. Naam, Bwana Arafati. Karibu sana. Vipi siku? Safi. Naona unakaa unaketi kabisa unapumua. Hapo nipo nyumbani. Asante sana. Naona kabisa mazingira mazuri Asante sana. Nashukuru sana. Ndio. Safi bwana. Kiti iko. Nashukuru Hebu kaa. Bwana mzee. Asante sana. Nashukuru. Asante. Nichukue kiti. Naona kabisa unakaa unavutavuta hewa. Bwana Arafati. Lakini ni vizuri sana nimepita natoka huko kwenye mizunguko yangu. Yusufu, hapo muda kidogo wazazi wa Nelson walipofariki. Tulizani naye pia amefariki. Lakini imepita muda mchache tu hapa nimemwona. Wachana naye bwana. Wacha bwana kwa sababu najua ndugu yangu Arafat wazazi wa Nelson walifariki kwenye mazingira ya kutatanisha. Na hakuna wakati yule ambao tuliweza kutambua mabandia waliweza kuwatia kwenye hali gani. Hivi tunaendelea kufikiria lakini tunajua hiyo imepita bwana. Hivyo wakati tunasema ndoto tu bwana, lakini sio kabisa kwa kuweza kuzichukulia kipao mbele. Yaani utafikiri tu kama ni ndoto. Ila nakwambia ukweli. Kwani nimefaidika hata kuongea naye. Unasema umeongea na Nelson? Yeah. Rafiki yangu, tusiende mbali. Ikiwa ni kweli hiyo, nakuomba, nakusihi uweze kuniongoza, tuongozane kusudi tuweze kumuona huyo Nelson. Nitakuwa kwenye furaha kubwa sana nikimuona huyo mtoto Nelson. Hiyo sio shida. Yaani ndugu yangu, nashukuru sana. Kwa kweli naona hiyo mzunguko wangu ya leo ni malaika ndio wamenizunguka. Wamenifikisha hapo. Twende rafiki yangu, twende. Tungechukua muda tunaenda kesho kwani anakuwa mazingira pale ambapo maibobo wanakaa. Hapo ndipo tutaondoka kesho. Yaani tunatembelea huko kumtafuta. Na kuahidi usubuhi hivyo utaona miguu yangu hapa. Kwa sababu sheti tuende na kuweza kumchukua mtoto Nelson huko. Karibu sana tena. Rafiki yangu. Nashukuru sana. Nashukuru. Nitafurahi nikimwona tena huyo mtoto Nelson. Mungu kwa kweli watu kabisa wako. Amekomaa. Nitashukuru sana nikimwona. Asante sana. Bwana, wacha mimi nikakuacha na jiandaa na kwenda huko nyumbani kwa sababu kuna mambo ambayo naenda kutayarisha huko. Sio shida. Nashukuru sana. Asante. Asante sana. Karibu nyumbani kwenu Nelson. Lazima niweze kukutambulisha. Huyu hapa mama yako. Hao wawili ndugu zako. Yule pale Jojo. Yeye Jay. Asante sana, nashukuru kwa fahamu. Naam. Jikute huko nyumbani. Ukiwa na tatizo nyumbani, lazima uniulize. Wanangu, nendeni mkamwandalie mahali pa kulala. Aya baba. Asante. Nifuate. Asante. Jikute huko nyumbani Asante sana. Shukuru. Asante sana. Mke wangu, kweli umeshazaa. Tambua lakini ya kwamba ni muda sasa wa kuweza kulea. Ni muda mchungu sana wa kuweza kulea sana. Kwa nini unanifia hivyo? Ina maana Nelson ni mkorofi? Sina maana hiyo mke wangu. Ni kwa sababu tu unajua inakuwa vigumu sana kuwalea watoto kama hao ya watoto yatima. Kila mara anapokwazika ama kila mara unapomkosea anakumbuka wazazi wake. Hivi nakuomba sana uweza kumlinda mtoto vizuri sana. Andamana ikiwa kunakuwa tatizo uniarifu. Ndio. Tayari nimeshakuelewa. Nashukuru sana. Naam. Nelson. Haina haja kutuogopa sisi wazazi wako. Ila pole kwa maisha uliyoishi.
Mwanangu Nelson, maisha uliyopitia ni magumu. Ni ukweli ambao mama yako aongea, na haikukuwa kutaka kwako, kwani haukumpata aliyekuhudumia ulipobaki yatima. Samahani sana wazazi wangu, nina bora tu mrudi duniani kwa kunivuta chozi za uyatima, maana hakuna maisha magumu kama kukosa wazazi hapa duniani. Please wazazi wangu, naomba basi mrudi duniani ili tushitane pamoja. Nasikitika kukuarifia kama sisi si binadamu wa kawaida kuishi tena duniani. Mwanangu Nelson, la samani ni kuhakikisha umekiri dhambi zako, maana uliishi maisha ya dhambi. Lazima uende kanisani kuomba usamaha kwa kila mtu uliyekosea. Yes, na ukiyatimiza shauri letu, tutaweza kupumzika kwa amani sisi kama wazazi wako. Kwa heri Nelson. Kwa heri Nelson. Baba. 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 Wapendwa katika Bwana, haleluya. Kwa sasa wapendwa, nina jambo ambalo ninawaelezea. Ikiwa kila mtu atajitambua huru na atajisikia amesikia maneno ya Mungu, nitamwita pembezoni. Hivi katika kitabu Bwana Yesu anasema, wewe ambaye umekuwa mshirati, na kuna wengi ambao walikuwa walevi, kuna wengine ambao walikuwa wachawi, lakini kwa Bwana Biblia inasema acheni ile mambo yote kaka. Dada, acheni ile mambo yote, kwa sababu Biblia inasema hakuna yule atakayeingia katika ufalme wa mbingu akiwa angali mshirati, akiwa angali katika uchawi, akiwa angali katika ulevi. Wale wote wataangamizwa. Hivi katika wapendwa wa Bwana, ni wangapi walikuwa wezi lakini walisamehewa? Wangapi walikuwa wachawi lakini walisamehewa? Wangapi walikuwa walevi, Mungu aliwabariki? Hakuna chochote ambacho kinaweza kikamshinda Bwana Mungu wako. Haleluya. Haleluya Wakristo. Hivi yule ambaye anasikia anajikuta maneno ya Mungu inamgusa, hatasogea mbele, kwa sababu hakuna yale ambayo inaweza ikashindikana kwa Bwana. Haleluya. Asogee mbele tumuone na ajitambue, aseme yote ambayo inakuwa katika akili yake, ile ambayo amesikia katika neno la Mungu, kwa sababu Mungu anasema wote watakao kumtukuza Bwana. Akaitika ya kwamba maneno ya Mungu ni ya lazima, maneno ya Bwana inamshika kabisa mkononi, Mungu atamsaidia na kumsamehe. Ili wapendwa, hawa ambao mnaona mbele yenu wamejitambua ya kwamba walikuwa katika taabu, walikuwa katika dhambi, na utajitambua kaka, namna umepata baraka na umepata nguvu kusudi Mungu akubariki na atakusaidia maisha yako yote. Na ngoja utuma kwako. Haleluya sana Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Ndio. Na hisi vizuri kuwa kila mtu aliyefahamu tangu zamani atakuwa na kushangaa sana, tena sana zaidi. Kwani haikuwa kawaida yangu mimi kuwasili mahali kama hapa. Lakini ndugu zangu wapendwa, kama kati yetu kuna mtu aliyenijua, lazima afahamu kuwa Nelson wa zamani sio tena wa sasa. Nelson wa sasa amebadilika. Haleluya. Kwani niliishi maisha ya magumu, niliishi maisha ya dhambi, ya kutoa mali za watu, ya kunyanyasa watu. Ndio.
lakini leo nimeona ni bora nije mbele ya Mungu awe director wa maisha yangu, awe kiongozi wa maisha yangu. Ndani kabisa ndugu zangu wapendwa, na kama kadri kuna mtu ambaye nilimkosea, basi naomba anisamehe, na watu ambao kila siku wanakuwa wananiogopa, ndani kabisa wasiniogope. Kwa hiyo nimeshamchukua Bwana Yesu kuwa kiongozi wa maisha yangu. Asante mpendwa, utapiga magoti kusudi wazee wa kanisa wakutie mikono na tuzidi kukuombea. Kama alikuwa mtenda dhambi, alikuwa mwizi, alikuwa mchawi, alikuwa msherati, katika jina la Yesu nasema yote yamekwisha kwa mpendo wako, na hivi umsamehe, kwa sababu yeye amekuja kanisani kusudi aweze akalombewa, na yote ambayo alikuwa anatenda yamekwisha. Baba mtakatifu, ni wewe mkuu wa maajabu mtendaji. Huyu mpendwa hacheni aje kwako, kwa sababu umesema wote wanaoelemewa na mizigo ya dhambi waje kusudi tuwapumzishe. Na hiyo mpendwa huu Baba amesamehewa kwa dhambi zake. Asante. Ndugu, utashimama na utarudi kwa nafasi lako, hivi uzidi kufika kanisani kila siku. Wakati tunakuwa na maombi, unafika kwa maombi, dhambi zako zimesamehewa. Wanangu, maisha ni ndoto, tena ni hadithi. Kuna kupanda na kushuka. Msije mkazulumu binadamu kama ninyi. Huu ni ukweli ambao baba yenu aongee. Baba, mama, siku zote mtarifia hivi, ina maana tuzurumu viumbe vya Mungu? Sivyo mwanangu Robi, bali kumbuka, mvuvi aweka chumvi ndani ya samaki ili isioze. Tayari nimekuelewa baba. Ina maana lengo lako ni kutuepusha na dhambi tukiwa bado waja Mungu. Yes, huu ni ukweli. Maana wahenga wasema bora kumkinga mtu na dhambi kuliko kumuondoa. Ila nadhani umenielewa mwanangu Robi. Ndio dadi, nimekuelewa sasa. Tuinuke kwa maombi. Nadhani ndo mara ya kwanza kuniandalia kikao cha dharura kama hiki. Nini akiendelei? Huu ni kweli boss. Bali lengo letu kuandalia hiki kikao ni kuwa kazi imekuwa ngumu kwetu binafsi. Bora uzidishe kundi letu. Okay. Kama hili ndo tatizo lenu, kwangu msiwe na shaka. Hapo takume tusaidia. Maana kazi hii ngumu sana. Kumwanga damu ya binadamu. Ikiwa sisi ni wachache sana, hapo tunatarajiwa kunaswa na serikali. Yeah. Kwanza napenda niwashukuru. Maana tumefanya kazi hiyo pasipo usaliti wowote. Ila nina vijana wengine nitakao waleta ambao mtakao tumika nao kazi pamoja. Kumbuka bosi, ulipokutana nasi mara ya kwanza uligusia sana jambo la usaliti. Hao vijana ambao tutakapoleta itawabidi wawe mashujaa na tena wasiwe wasaliti. Kwani wakitusaliti tutakuwa tumeangamia. Kwa hilo usiwe na shaka. Maana mimi pia nimewaamini jinsi ninavyowaaminia nyinyi pia. Shukuru. Okay. Bora niwaache. Maana nina kazi nyingi za kufanya. Tunashukuru. Hebu nyinyi vijana. Siku zote nimewaeleza kwamba nilitaka niwasoe kwenye maisha haya. Ina maana mmeyapenda? Suzi, sio kama tumeridhika na maisha haya, bali kibarua kyako kigumu.
hata kama sisi ni maibobo. Kumwanga damu ya raia. Patrick. Kumbuka kwamba pesa ndo Mungu wa dunia. Na mkikubali kuondoka nami, mutakula kama matajiri, mutalala vizuri na mshahara wenu upo. Huo ni ukweli? Yes. Gumu tunalopitia limetufanya tuwe na akili. Yes. Na wakati utakapoongea uongo ndipo tutakubali. Hapana. Nataka niwafanyie nini ili mkubali? Basi kama ni pesa, chukueni ili iwe dalili ya ukweli nao uongea. Pesa? Pesa? Kumbe ni ukweli? Bila kupoteza muda, bora tuelekee huko kama kuna mafanikio. Karibu sana. Mjisi kwa mko nyumbani. Asante. Tashukuru sana. Karibu boss. Asante, nashukuru. Ila najua kuwa mtajiswali kama hawa ni wanani. Huu ni ukweli. Yes, nimeona si bora kuwakabidhi kazi ngumu mkiwa wachache. Na ndio maana nimeona bora niwaongezee tena orodha. Tushukuru kwa kutuzidishia orodha. Maana kazi kwetu ilikuwa ngumu. Na tena usahau kwamba huwezi kumpea kipofu mpunga ili aondoe mawe. Huo ni ukweli. Najua kama wao pia ni masujaa, maana ni watoto wa mchini. Ila usisahau kwamba huyu hapa anaitwa Patrick, huyu hapa anaitwa Bives. Johnson. Brighton. Kalisha. Tashukuru kwa fahamu. Nasi pia tashukuru kwa fahamu. Pasina kuponda muda, nenda mkaoneshe rafiki zenu mahali pa kujilaza. Asante. Kwa nini tangu nihame kwenye hiyo nyumba sijawahi pata kazi? Nimeona kama Bella anaishi nyumbani kwake na kijana ambaye ni yatima. Ni bora mimi nimshawishi Bella kumuua huyo kijana ili mimi nipate kazi. Naona kama hiyo itakuwa ni wazo nzuri sana. Bella, nafurahi kukuona. Nilikuwa nikitamani nifike nyumbani kwako. Sijui kama Roho Mtakatifu ndo amekugongea ili ufike hapa nyumbani kwangu. Nilitamani nifike kwako tuongee maneno mawili matatu ambayo yalikuwa yamenisumbua mimi rohoni. Bella, unajua nini? Sila samani maisha yako kuingia hatarini halafu ni kunyamazi. Huu ni ukweli. Lakini unapoongea hayo nakosa maana yake. Ama maisha yangu yako hatarini? Lazima ufikirie na bora utazame kwa mbali. Unadhani mumeo akifa leo nani atakuwa mliti wa mali zake? Angalau Nelson anawazidi wanao na umri. Nilipenda nikiweke wazi, mimi na mume wangu twapendana. Na atakaye tangulia mwenzio kwa kufa, aliyebaki bora azilinde. Kweli umeongea. Bali na kuonea huruma unapomtegemea mumeo kama Mungu. Kumbuka, wanafunzi wa Yesu wakati wa mateso wote walimkimbia. Samahani Suzi. Kweli tumeongea. Ila sijajua nini unataka niambia kama shauri. Bella, kumbuka, hofu ya muendaji ni kumweka nyama motoni ili asioze. Maana yake nini? Mimi nilitaka tumumalize huyu Nelson. Kumaliza mtu asiye na hatia akiwa angali hapa duniani, nawe amani hupati katika ndoa yako. Ikawa hatujafahamu nia ya mume wangu. Kwake kwanza lazima azulumiwe. Na baada ya hayo tutajua ya kufanya. Nafurahi na nakushukuru tena. Kwa hiyo swala mimi sina kipingamizi. Na ukitaka msaada, karibu kwangu. Asante sana.
lengo langu ni kuandalia kikao. Nilipendelea ni waswali hivi. Baba yenu iko sawa kweli? Kwa nini swali hilo mama? Bado hatukuelewi. Jojo, Jay, huyu Nelson mtu anawazidi na umri. Na kwa hiyo bora mchunguze. Mama, kiukweli mpaka pale sijaelewa ni nini ndo unataka kuongea. Nyinyi ni watoto wadogo na hamjui kipi kinaendelea. Baba yenu akifa, nani atariti mali zake? Ijapokuwa Nelson anawazidi na umri. Mama, kweli nimekuelewa. Ndo manake nani Nelson ndo mrithi wa mali za baba yetu. Na msipotazama vizuri itakuwa hivyo hivyo. Na nilipendelea ule Nelson hazulumiwe na zaraulike humu ndani. Lakini mama, tambua siku zote wema ni akiba. Na dunia kama baraza iliyo na miwango miwili. Usitaki kumnyanyasa kiumbe wa Mungu sababu ya vitu vitakavyopita. Sababu hapa chini ya kivuli cha Mola hamna kitakachodumu. Kuna mtu anaishi pasina kujua maisha yake. Una akili kweli? Lakini mama, nipo sahihi na vitu ambavyo unavyoviongea. Sababu mimi sipo tayari kumnyanyasa kiumbe cha Mungu sababu ya vitu vya duniani. Full stop. Jojo, Jay. Mama, heshima hamna. Kati yangu na nyinyi, nani mkubwa? Nani aliyemzaa mwenzake? Ina maana mwajihisi wenye akili kuniliko. Sasa kuna njia mbili kati yenu. Au mwa watetezi wa Nelson au kunifuata mimi. Lakini mama, shut up, hakuna cha lakini. Nawapatia siku moja tu mkiwa mmechunguza. Dogo, lakini lazima uchunguze. Huyu ni mama na ana mamlaka yote ya kutoa pizza. Ndio vile mimi ndo nakwambia. Yaani lile litu shuleni linajifanyika kama ndio kubwa. Mimi nikalitimua bwana, Alafu sasa una mpango gani kuhusu? Tena wewe, kelele sana. Unafahamu nini? Hiyo Nelson aendeleze umumu ndani. Nataka tuhakikishe lengo la mama. Aonelo ndani alizungulumiwa ili aondoke. Sio hivyo? Mimi nikupiga kwa nini? Lakini mimi siwezi kumpinga mamangu sababu ule ni mamangu mzazi. Mimi nitampinga sababu gani? Okay. Mpango kulikuwa ni siku ya leo. Ndugu zangu, za saa hizi safi tu. Baada hapo kuna nini? Nauta kwa salimu maana nataka kanisani. Hivyo wewe. Kwani mwenewezi kujiambia ukiondoka salamu, ukirudi salamu? Sisi tumechoka na vile visalamu vyako bwana. Samahani ndugu zangu, yani mimi kwa salimu imewa shida. Wewe Nelson, nakupa tunaishi pale pale wewe. Nadhani wakiza kutimamu. Na unanisia vizuri. Sisi tangu leo tena humo alfajiri hii. Usije kutucha na ndugu zako. Okay? Allah. Na tena ndo siku zote mimi najiswali. Baba kamtoa mtu wake huyu wapi Wamekuja kutuharibia mudi katika familia yetu bwana. Tizama vindevu vyake kama nyasi. Allah. Na Bible kwenye mkono. Umekuwa Mkristo kikweli. Na tena ndo moshi mbele ya macho yangu. Wait. Na huu ni muda wa kufanya kazi. Unajua mtu anaitwa binadamu kwa sababu anapaswa kufanya pia kazi. Nelson! Njoo! Shikamoo. Wewe ni mzima kweli? Ndio. Asante sana. Hivi na nafikiri tunaondoka nawe tunakwenda ofisini pamoja. Unakuwa kazi fulani za muhimu sana ambazo unakwenda kunisaidia. Na nawaza tutazungumza mengine hao tutakapofika huko. Hivi jiandae tu tutoke twende pamoja. Kuna lingine la kufanya? Naam, twende basi. Mke wangu. Nene. Asante sana. Salama. Safi sana mke wangu. Safi.
Nashukuru sana. Nafikiri kama kunakuwa mambo mengine, mabadiliko, na itanibidi niweze kukupigia simu. Niweze kukujulisha. Asante sana. Nelson. Asante sana. Shikamo baba. Marahaba wanangu. Mmetoka shule? Asante sana. Nafikiri mambo yote ni salama ndani. Hivi nakwenda na mwenzenu ofisini kwa sababu kuna kazi nyingi ambazo tunakwenda kuandaa hapa. Safi eh? Okay. Mambo yote sawa kabisa. Nendeni ndani. Asante. Oh, karibu sana wanangu. Asante mama. Asante. Natoka shuleni? Ndio mama. Asante sana. Hata umetuandalia nini Mirina? Mwanangu, umeandaliwa yote mnapenda. Wali, chips na yai. Niruhusu niweke mkobangu, mengine afuatie baadaye. Asante mtoto. Yaani Bella, kuwasili nyumbani kwetu kwako ikawa ndoto. Mbona ueleweki? Samahani sana rafiki zangu. Hamtakubali. Kwa nina kazi sana. Nasonga sana na kazi. Hafu za nyumbani nzuri. Hamtaamini kuwa nina raha ya kujumuika pamoja. Anita, Nadia, siku nyingi hatuonani. Tupo tu. Yaani mlima ndio inaona ngumu kukutana. Bali kwa binadamu ni kawaida tu. Huu ni ukweli. Ninapokumbuka utotoni kwetu nahisi hata kucheka. Jamani. Ela bado nakumbuka mambo ya utotoni. Utotoni bado nakumbuka. Yes, siwezi kuyasahau. Ingalau mimi nina umri wa miaka 33. Mimi mzazi wa watoto wawili. Huyu Jay na mwingine Jojo. Muda si mrefu ameondoka. Tashukuru kwa kuwafahamu. Ingawa tumemwona Jay. Nelson! Ma! Njoo! Shikamoni. Marahaba. Nina haja ya maji ya kunywa. Samahani Bella. Kwa kutazama kwangu namuona Nelson kama mkubwa kuliko Jay. Kwa nini hujamtuma Jay? Nitawa nimemdistabu. Yanajifunza mambo yake ya shule. Yaani mimi sijapenda. Hata hivi mimi vile sijapenda. Wewe. Hii ni maji masafi kweli? Tazama. Haya maji safi kweli? Ndio. Eti ndio. Haya maji masafi kweli? Hebu ondoka tuelewe. Bella, kumbuka yeye pia binadamu kama wewe. Na sila samani kumtendea mwenzio ambacho hutaki kutendewa. Tuachane na hayo. Haya yamepita.
Bora tukuache. Tunaondoka nyumbani. Hivi mapema rafiki zangu? Tuna mambo ambayo tunaenda kuyafanya nyumbani. Utamsalimu shemu. Asante sana. Karibu tena. Nelson, unaenda wapi? Kanisani mama. Eti kanisani. Wewe ni nani kula chakula siku zote bila kufanya kazi nyumbani? Mama, asante sana kwa hilo. Kwa nini kabisa hapa ni kama mama mzazi. Lakini kabisa kuhusu swala la kuacha kanisa mama, sipo tayari. Kwani maisha yangu pasina Mungu ni kama jembe isikuwa na mpini, kama gari isikuwa na dereva mama yangu. Unasema? Wewe Nelson, yatima, maibobo, ndio unaniambia hivi? Lakini mama, kumbuka kabisa kwa mama wanipa majeraha mama. Mimi sikutesi, lakini mamako kufa mapema ndio anakukosea. Ibwe. Wewe dogo tena kwa hivyo tena wewe. Wewe acha bwana, sikiza mimi nikwambia hapa kuna deal ambayo mimi nafikiria hapa. Tena kulikoni? Inawezekana tena Gulugulu Nelson atakuwa amemwekea chakula. Nelson? Sasa. Kwa kufikiria kwako unawazaje? Unafikiria nini sasa? Mimi nachotaka sisi tuingie ndani tutumie chakula chake, Kwa siku zote unakumwekea chakula? Jay. Tamwagiza ni binadamu kama sisi. Wakatukuta sasa. Usijali, sitafanya kwa dharura. Wewe nisubiri hapa mimi nikilete. Okay. Chakula. Wewe kelele kikweli. Umepata? Sio kumwekea mingi kutuliko sisi, Sasa unamuona huyu Mirina, anamwekea chakula kingi kutuliko sisi. Ijapokuwa unajua kwamba sisi ni wawili. Amemwona kama ndo mtoto hapa, si ndio? Ila Jane, afadhali tule kwanja mbio haraka haraka. Nelson anapenda na baba hapa. Akisikia kama tumela chakula chake, matatizo. Wewe niache kazi. Ukiona mimi, amna kitu chochote ambacho kinaweza kutushinda. Subiri mimi niende kuweka maji.
Wewe gulugulu. Hivyo mkokodimu. Unatoka wapi tena? Ndio salamu. Nisikize nikwambie. Wewe ni mshamba na siku zote mshamba ataendelea kubaki mshamba. Mpishe tu. Wewe nipeleke hapa. Maana kweli nataka kufa kwa njaa. Nelson. Yes. Joe. Pole sana kwa hayo yote kakangu. Pole nini? Mbona mimi sikuelewi? Usizani sijui chochote kinachoendelea katika hii hayati. Ila ningeomba uwasamehe sababu hawajui walitendaje. Mirina, tayari nimeshawasemea dada yangu. Ila bora nikuweke wazi. Yaani nilikuwasili humu ndani nilizani nitapata faraja la moyo. Ijapokuwa sina tofauti yoyote kati ya maisha yangu ya maibobu na kubaki humu ndani. Maana popote niendapo ni uchungu na maisha. Uchungu na maisha. Uchungu na maisha. Najua tangu alfajiri hujala chochote. Lakini nilipoona wakichukua chakula chako, nilifanya juu chini kuangalia kwenye sufuria. Mirina, asante nashukuru. Ila naomba tumia. Maana hukushiba ila ulipenda kunisaidia. Kwani kutaka kuniona nikiteseka. Ila naomba tumia tu usijali. Please Nelson, si kwamba sikushiba. Ila naomba chukua tumia sababu na pia ni binadamu kama wengine. Please chukua kijiko. Kiukweli hao watoto wana roho mbaya hao. Tayari mimi nishawachukia. Mirina, kumbuka sita samani basi kumchukia mtumwa. Maana najua siku ya yao ila nao tambua kweli walazimishwa. Na kwa taarifa yako, kwa ajili ya roho yako nzuri, inayojaa kila aina ya huruma, isiyotaka kuona binadamu akiteseka, jua kwamba mwache bala moyo wangu. Mirina, asante sana, yani Mungu akubariki. Haya, usijali. Asante sana. Weka bana. Wewe. Sasa nachotaka twende tuchukue nguo za ule gungu na tuzimwage chini. Wewe dogo. Unafahamu nini? Atatukuta aibu sana. Aibu. Acha hofu bwanae. Kwani kazini. Haya basi. Ona bana pale. Mimi wewe unaona vikungo mafuta tu. Nilwa mshini hapa. Jojo. Sasa pili ndugu zangu lakini. Wewe. Yaani nani ndo umemwona akitoa pale nguo zako kwenye bafu? Ama nani ndo umemwona akizikanyaka nguo zako? Ndugu zangu,
Bora niwaambie ukweli. Yaani msanii kwa basi vyote vitaba vyote mnavinifanyia na vitu kwenye kichwa changu. No, maana itabaki kumbukumbu mbaya katika maisha yangu. Na kwa taarifa yenu, bora kuishi na mbwa mtu kuliko kuishi na mtu humu. Rafiki yangu. Karibu sana. Okay. Vipi kuhusu maisha? Maisha ni poa. Oh, rafiki yangu, lakini kumbuka kuwa muda umeyoyoma, ingalau ibada yaanja majira ya saa 3. Oh, yes. Basi subiri nachukua fungua gari ili tuondoke. Ila ufanye sana kwa dharura. Wewe Nelson. Nisubiri. Ni nani aliyekupatia ruhusa ya kuchukua mafunguo ya gari? Wewe. Samani mama. Ni baba ndo kanafia hivi basi kwa nilikuwa naja kuondoka lazima nichukue gari. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Jojo na Jay hawajawahi kufanya mambo yao pasina kuarifu mtu yeyote. Kweli wewe ni mjinga kweli. Unapanga mpango yako pasina kuarifia mtu yeyote. Leo humu unaamua kuchukua funguo ya gari pasina kuarifia na mtu yeyote. Nipe funguo. Nipe funguo. Rafiki yangu, lazima tuondoe kwa miguu, maana njia ya mbinguni sio ya magari. Asante sana. Nashukuru, yani kwa kwenye mlango. Ndio, kwani wajua hii ndo kazi yangu. Asante sana, shukuru. Ila kakangu samani. Naweza kuswali kweli? Basi hamna noma tu swali. Samani kwa kutafakari kwako kama kudadisia. Nini raha ya dunia? Asante sana. Kwangu mimi kwa fikiri zangu najua raha dunia ni kuona kwangu kuwa matajiri kama nyinyi, kutembea ndani ya gari kuwa na gorofa. Ando raha ambayo najua. Bwana nifanye cheki japo kwa si lengo langu. Na nanje dakografia kwa mtoto tajiri ndio kuishi na amani. Na kutafakari nakwambia hivi, hata kama basi nikitafanya kazi huko ndani, waishi na amani kuniliko mimi. Unasema? Hebu acha utani bwana, wewe vipi? Yaani mimi mfanya kazi nishi na amani kuliko wewe mtoto wa boss. Yaani usiwe kuzungumza basi kiumbe chochote cha Mungu. Maana yeye ndo anatupea tena hivyo yeye ndo anachukua. Najua kabisa. Basi ila usijali kakabu. Mimi naondoka. Basi tu mimi niko tu. Okay. Aya. Rafiki yangu, kabisa pole sana kiukweli. Pole sana kabisa. Kwani vitabu vyangu vyote kabisa nimetafuta bali nimevikosa. Ila samani sana kabisa kwa uchelewi. Okay, hamna shida. Njiteni sasa.
Jumapili tutakuwa na masomi katika Biblia na neno katika kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 27. Na hiyo tutazungumzia kuhusu yatima. Msikilize masomi nitasoma katika Biblia takatifu. Dini iliyo safi isiyo na taka mbele ya Mungu Baba ndio hii: kwenda kuona yatima na wajane katika mateso yao. Haleluya! Biblia takatifu haisemi uongo. Wakati unaona yatima, ndugu mpendwa, umsaidie. Ndio maana Mungu Baba anasema hivi: yeye ni baba wa yatima na wajane. Mungu mwenyewe yeye anasema hawezi kuteseka ikiwa una Mungu katika roho yako, umekuwa na Mungu katika maisha yako yote. Hata ukiwa yatima usiwe na mashaka. Hata ukiwa yatima uwe hauna baba, hauna mama, katika imani yako Mungu yuko mbele yako. Haleluya! Hivi ole kwa yule ambaye anatesa yatima. Mtasi waimbaji watujulie wimbo. Wewe hii ni maji masafi kweli? Tazama, haya ni maji safi kweli? Ndio. Eti ndio. Haya ni maji masafi kweli? Hebu ondoka wewe. Asante mama.
Mama, kwa nini hivi lakini mama yangu? Yale ambayo unayaona ndio utaendelea kuishi siku zote humu ndani. Karibu sana Nelson, hodari wa Yesu. Asante sana. Ina maana leo ni fursa katika maisha yangu mtumishi kama wewe kuja kunitazama. Vipi kuhusu maisha? Maisha si mazuri tena si mabaya. Alafu kulikoni? Mtumishi, itoa gumu kunielewa. Maana sijawahi kuarifia historia ya maisha yangu. Huu ni ukweli. Yaani pastor, si kwamba napenda madhabahuni nikicheza nikiimba ndio naishi kwa furaha, bali ni kujomboleza. Na ndio maana nakuja mbele yako kuja kuswali kwa kunipatia shauri. Maana mada ulifunza Jumapili ndio maisha yangu mimi. Mada niliyofunza ndio maisha yako? Ndio, yaani kupitia uyatima. Ina maana wewe ni yatima? Yes. Na naishi na babangu mdogo. Ijapokuwa mke wake amechukua kama vitu vibaya. Yaani mazulumu na manyanyaso yamepita kiasi. Pole sana maskini wa Mungu. Ila kumbuka shetani hajawahi kunyanyasa wafuasi wake. Bora upige moyo konde. Maana uchungu wa subira ndio tiba. Kweli pastor utamuongea. Bali kumbuka ajue uchungu wa mshiba ni mfua mwenyewe. Ingawa naishi motoni nikiwa bado duniani. Ila kazi unalopewa siku zote kabla ya kulala usikose kusoma neno la Mungu. Tuinuke kwa maombi. Baba mtakatifu, tazama tunakuwa mbele yako saa hii. Karibu sana mume wangu. Please, naomba usinikuse. Kulikoni? Unajifanya kweli hapa sina maana ya hivyo vibembelezo vyote vinaojaa kila aina ya unafiki. Wewe ni mnafiki kweli. What? Mimi mnafiki? Nasikikisha wewe ni mnafiki wewe. Usinifanye kama mtoto kidogo. Najua kila kitu kyote kinachoendelea hapa baada ya manyanyaso yako yote unayomfanyia mtoto Nelson. Kati yetu mimi na Nelson nadhani tuko poa. Usinifanye mimi kama mtoto kidogo asiyejua tofauti kati ya mchanga na sakarudi. Labda kama kuna matatizo langao andae kikao na kumswali tatizo lake. Lakini mume wangu, Nelson ndio akakuarifu hivi. Sio ndo kaniambia kama kulea watu kama hawa ni kugumu. Na ndio maana kwa sababu nilikwambia ni magumu, sasa tuweze kumnyanyasa. Wewe ni mnafiki mkubwa kweli. Sivyo? Tambua na kuambia hivi, iwe mwanzo na iwe ya mwisho. Kama
kama unatafuta amani katika nyumba hii, iwe mwanzo na iwe ya mwisho kumnyanyasa Nelson. Unanielewa? Toka. Sivyo, lakini mke wangu, najua mahali pote panapokuwa furaha lazima pawe upendo na baraka zinakuja tena. Lakini kwa nini unamchukia mwenzenu Nelson? naomba unisamehe tu, nitarekebisha na nitakuchunga kama wanangu Jojo na Jay. Okay, basi amekwisha basi. Na furaha yangu ni kuona ya kwamba hiyo yaliyopita yamepita na hayatarudi tena. Na nitafurahi nikirudi nikiwakuta mkiwa salama, kwa sababu naandaa safari, nitasafiri kwenda Nigeria. Kwa nini umeandaa safari ya kazi? Mpenzi wangu, hiyo mambo ya kazi, lakini furaha yetu ni kuona jamaa yetu tunakuwa katika salama na katika furaha. Nitakaporudi tutaendelea kufanya mipangilio mingine mipya. Asante sana. Suzi, siamini kabisa. Mume wangu kunifokea kama mtoto kidogo kwa ajili ya mjinga wake Nelson. Bella, sioni samani yoyote kuongea ubwerere kwa muda huu, sababu ulimwamini mumeo kama Mungu. Na sidhani kuwa uko tayari kuambatiana na shauri yangu. Suzi rafiki yangu, sina kipingamizi chochote kwa yote unayoongea. Okay, kwa swala lote umeshafeli. Sababu kama ni kumdhulumu, tayari umeshamdhulumu. Kama ni chochote kibaya umefanya kwake, lakini umeshindwa. Ila shauri yangu kwako, nataka tumumalize huyu Nelson. Tayari nimeelewa. Sasa rafiki yangu, tutamaliza kivipi? We vipi bwana? Acha shaka. Na unahisi kwamba ndo sisi tutamaliza? Kwa hiyo usiwe na shaka, maana na majambazi ambao wanajihusisha na swala hilo. Unawaamini kweli? Maana wakifeli tutakuwa tumeaibika. Na unafikiri unadhani kumua mtu ni swala ngumu? Ama unadhani sisi ndo tutamua? Nimeshakueleza kwamba nina majambazi ambao wanajihusisha na swala hilo, na kwa hiyo we usiwe na shaka. Tujielekeze kwa muda huu. Kwa muda huu no, sababu wanafanya kazi nyingine. Labda kesho itakuwa vema, sababu tunaishi nao hapa nyumbani kwangu. Nashukuru rafiki yangu. Okay, karibu tena rafiki yangu. Asante. Kalisha, wengine wako wapi? Nahisi watakuwa jamalizia kazi ambayo umewatuma. Okay. Nadhani mtajiswali sana kuhusu huyu mama. Yes. Maana si kawaida watu kama hao kuingia ndani. Ila mjapomwona huyu mama, mjue kama ni kazi tumeipata humu ndani. Sababu anaishi nyumbani kwake na kijana ambaye amemsumbua sana, ila anaomba tumumalize kabisa. Hiyo kazi ni kazi rahisi sana. Maana kwetu kumwanga damu si ngumu. Nashukuru kwa msaada wenu. Bella, nadhani utakuwa umekuja na picha yake. Ndiyo, ndo hii. Kulikoni? Mbona ukimya unazidi? Navyoona ina maana mna tatizo. Kwanza kwako wewe Nelson. Yes. Kama una shida, tuambie. Yes. Mwenyewe nimeligundua. Nelson, bora utuweke wazi. Nini kinakusumbua? Wewe, mbona ni kama unashangaa? Unashangaa nini? Hapana mama. Mimi nina shauku moyoni, maana kesho ni mara yangu ya kwanza kumwaga damu. Bella, usijali. Kazi yako hiyo tutaitekeleza kama kawaida. Nashukuru kwa msaada wenu. Karibu sana. Nashukuru.
Nelson. Danijo, tumepata wageni. Karibu sana kabisa. Vipi hapo nyumbani? Poa kaka yangu. Asante kabisa kwa kutupokea. Leo. Lakini ninavyoona inaonekana huko hapo mwenyewe. Kama kawaida kabisa kaka yangu. Lakini samahani. Mimi kiukweli. Sikuja hapa kwa rafiki. Bali nimekuja hapa. Nelson. Nelson. Halo mama. Oui, halo. Muda huu tuko hospitali, Nelson amepigwa marisasi. What? Amekufa? Bado hajafa. On a terminé, vous pouvez entrer. D'accord. Nelson. Sikujua kwa kweli kama ni mabandia. Kaka yangu. Usionofu kabisa, Danijo. Usijali. Hata mimi kabisa kumwona hivi taswira yake hakuwa na nia ya kuniua. Na nakosa nini maana yake? Maana aliwaga rafiki yangu wa zamani. Na ndio. Na usijali, maana mheshimiwa daktari ameshanafia kuwa nitafanya hapa siku 2-3 na naondoka. Mungu asifiwe. Ndio. Tuwasaidie na nini? Asante ndugu yangu. Asante. Okay, asante sana. Ila hatujui tumemkuta Nelson. Pole sana nyinyi marafiki zake. Jana tumeingiliwa humu ndani na mabandia. Na maskini wa Mungu Nelson amepigwa na masasi. What? Nelson amepigwa marisasi? Yes. Na muda huu iko kwenye hospitali. Basi nakuponda muda ungetuelekeza mahali. Itakuwa vigumu sana kwa target pasina kwa na mlinzi. Lakini ndo ninaweza kuwapea anwani. Mnafahamu palipo njia panda Suficom? Yes. Wakati mtapowasili hapo, mtazame upande wa kushoto. Yati ya 3 wameandika hospitali. Yes. Okay basi. Asante. Nashukuru. Asante sana. Asante sana. Haya. Oh, Bella, karibu sana.
Mbona ni kama una hasira? Suzi, nilikuambia wakifeli tutakuwa tunaibika. Mpaka huu muda Nelson yu bado hai. Bella, mbona ni kama una hasira? Hebu punguza kwanza hasira. Nina hasira sana kwani umeshindwa kazi yangu. Oh, mimi sijashindwa kazi yako Bella. Ngoja nikwambie. Kumbuka, sisi ni mabandia, tunaaminika na tunakamilika. Tunaua kwa sumu, tunaua kwa risasi, hata kwa kisu. Hebu kaa basi tuzungumze. Sina muda. Okay. Aha. Chukua hii hapa. Ikipita siku 2-3 kabla Nelson hajabadilisha jina aitwe marehemu, uniite mimi bumbafu. Suzi, una hakika kuwa itamua? Na kuarifu, ikipita siku 2 ama siku 3 kabla Nelson hajaitwa marehemu, uniite mimi kichaa. Sawa, nashukuru. Asante. Lakini samani Jojo, utakumilizika kweli na chakula tulichopewa na Mirina? Jay, kwa swali lako nzito mpaka la vunja mezani. Na tena ndo usijifanye ujui. Sisi tusiporizika na chakula chetu lazima tutumie cha Nelson. Lakini Jay, si la ziada kumtesa mwenzio. Kumbuka ni binadamu kama sisi. Na sio kwamba kumtesa ama haitakuwa kala samani kumtendea mwenzio ile ambao hautaki wewe. Ina mama mshakuwa mjanja, si ndio? Na ndio leo huu mnaanza kupingana na mama, si ndio? Sasa wewe fikiri mama mtuambia kwa ni lazima Nelson azulumiwe na ateswe katika ima hii, sasa unataka kujifanya mjanja, si ndio? Na tena ndio usipofanya vile mimi nitamwambia mama. Lakini sio hivyo. Ni lazima tufanye na mimi nenda kuvichukua. Okay, lakini sio sana. Yani, tufanye haraka. Atina ndo Mirina. Hizi taarifa zikimfikia mama, mwenyewe atasherekea. Vitu kama na hivi ndo anavyotaka bwana. Hivyo mwana. Ela, nataka kuambia nini? Tena taarifa za Nelson. Unaponisema yeye. Chafu. Hata na kale Kamirina. Kanajifanya kama ukasikii. Kamejaza nini sahani ya Nelson? Mimi tunavona hawa wawili watakuwa ni wapenzi. Sababu mtu anayemwonea huruma huko ndani ni yule Mirina. Nadhani taarifa hizi zikimfikia mama atasherekea. Yaani furaha mtupu itamjaa moyoni mwake. Na tuhakikishe tunaombea mama. Atupenda zaidi kabisa. Wow! Karibu sana mamangu. Asante sana mwanangu. Asante. Asante. Mimi niko hapa. Nakupenda sana mwanangu. Ungejogi skani tumemkomesha au gulugulu wako. Huyo Nelson sisi tumemkomesha paka mwenyewe kuamini. Mkamkomesha kivipi? Tukatumia chakula chake. What? Umetumia chakula cha Nelson? Yes. Kwanza sisi uliko wapi? Mungu wangu. Ina maana sisi tumefanya makosa mama kutumia chakula cha Nelson. Nashangaa sana. Lakini mama,
tambua kuwa kuna marefu asiyokuwa na ncha. Na kwa taarifa yako, tumeona mwisho wetu kwenye darubini ya moyo wangu. Lakini Jay, kumbuka unapongevu asabisha tu na huzuni. Lazima uone imani kwa mtapona. Mama, sasa samani kubaki nyumbani kwa muda huu. Bora tuende na madaktari. Nelson mwanangu, story ndefu sana. Mwenyewe unafahamu maradhi, hakuna tiba yote. Ndugu wangu Nelson, sisamiri kwa sina kutusamehe. Mwenyezi Mungu atulinde katika ufalme wake. Jojo, tena nimeshawasamehe. Maana binadamu lazima awe na makosa. La samani niko na giza gani mtakavyokibiwa. Hapana Nelson. La thamani wetu ni kutusamehe kama alivyoongea Jojo. Si la samani kuongelea kuhusu matibabu, maana muda si mrefu tena kurudisha kwenye msonga. La samani utusamehe tu. Ili Mwenyezi Mungu atupokee katika ufalme. Mama, mwenye utazama malipo ya shauri ambalo uliotupa sisi kama wanao. Ina mauti. Na tunaona upendo kwa ndugu yetu Nelson. Lakini shauri yako mbaya nisababisha tumchukie. Nini mwanangu? Nini mwanangu? Mwanangu nini? Mwanangu amefa. Mwanangu amefa. Jay! Jay! Jojo nini? Jojo nini? Kwa nini mama tupea mama? Sababisha tumchukie mpendo wetu Nelson. Mwanangu. Mwenyezi Mungu anisamehe. Mwenyezi Mungu anisamehe. Jojo, Jojo. 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 Suzi, nini maana yake? Hata kuzuria majeshi ya wanangu hauwezi, ijapokuwa wao ndio chanzo cha hayo yote. We. Hebu naomba tena komea hapo hapo. Unasubutu kuniita mimi chanzo cha mauaji? Ndio yakuma moyoni. Eti umeniuma moyoni. Ulipowapea wanaosumu mimi nilikuwepo? Sina kuuliza wewe mwanamke, nilikuwepo? Yale unaongea ni kwa yari yako au umechanganyikiwa? Mimi sikuelewi. Eti mimi nimechanganyikiwa? Nisikize wewe mwanamke. Mimi sijachanganyikiwa na wala sitochanganyikiwa kamwe. Ina maana hujanijua. Na kama hujanijua, leo lazima nikuarifu ukweli. Mimi sipo tayari kuishi na mjinga kama wewe. What? Yes. Chini ya jua hakuna siri. Ipo siku utakuja kugunduliwa eti wewe ndo mhusika wa kifo cha wanawako. Na ndo maana na kuomba ondoka kwenye nyumba yangu. Mimi siko tayari kuondoka. Haupo tayari? Kwani tumetenga mambo hayo wawili, me and you. Na pesa ngapi nimekupea wewe? Na ndo niko ndani ya shida, umenikana mimi. Eti pesa makaratasi Ina maana unijui? Sikia Bella, nataka nikuambie, kama hautaki kuwafuatilia wanao kaburini, hebu na kuomba ondoka. Toka nyumbani kwangu. Asante Suzi. Yote yalipo hapa chini ya jua. Na rafiki wa kweli ni Yesu Kristo. Eti Yesu Kristo. Mrozi kama wewe, mchawi, amkumbuke Yesu Kristo kwa muda kama huu. Hebu ondoka. Ondoka bwana. Utaondoka au ondoki? Ondoka.
Karibu sana wanangu. Asante mama. Asante. Karibu sana. Natoka shuleni? Ndio mama. Asante sana. Atome tunaandalia nini Mirina? Umeandaliwa yote mnapenda. Wali, chips na yai. Niruhusu niweke mkobangu, mengine afuatie baadaye. Pole sana rafiki yangu kupata jaribu kama hili. Asante sana ndugu yangu Arafati. Najua inauma sana. Ninapofikiria taswira hiyo, sielewi. Inawezekanaje watoto wafe ghafla hivi? Ni ukweli. Walikuwa na wanaowapenda. Ila Mungu aliwapenda zaidi yetu. Mama. 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 Hata ningesikia magonjwa yao. Inawezekanaje? Magonjwa ya siku 2, 3 na kifo inafuata. Inauma sana. Samani baba. Mama tayari ameshaondoka. What? Yes. Oh la la. Mama. Mke wangu mpenzi. Nini? Mimi mwenyewe nimejiua kulingana na kifo cha wanangu, kwani mimi ndo mhusika wa kifo kyao. Lakini kwa yote Suzi ndo chanjo, yeye ndo aliyenishauri kwa kumutesa Nelson. Ila naomba msamaha kwa mume wangu, hasa zaidi kwa manyanyaso niliyomfanyia Nelson. Hivi mama, umeona kazi ya kumwaga damu ya binadamu dombora hapa duniani? Paka umeangamiza familia nzima, mama na watoto wake wote. Kamanda, umeambiwa ni mimi ndo niliwaangamiza, lakini si wamejua wenyewe kwa upumbavu wao. Lakini wewe ndio chanjo. Mbona ni kama una hasira? Hebu punguza hasira basi. Kumbuka, moja, mimi ni mrembo. Na ukitaka pesa yoyote utakayohitaji toka kwangu, nipo tayari kukupea. Sina haja kukamata pesa kwako. Yaani, nimeona bora wewe na mabandia kwako ni wahukumu kifungo cha maisha. Kamanda. Kimya! Kamanda James, umshachukua bandia kwake? Ndio mkubwa.